Haya, bunge power. Mr. Speaker, kama mjuavyo, mimi ni Godi Nyakwarodila Nyankilau Gigwok, President wa bunge Kibra. Mr. Speaker, leo hii sina mambo mengi. Watu wanazungumza maneno ambaye wanafikiri ni maneno ambaye yanafurahisha na ni maneno ambaye yanajenga. Bunge hili limekuwa na liko na uhuru. Naona limekomaa sana. Kuna watu wa one term, kuna watu wa two term, inakubalika. Leo hii Mr. Speaker, nataka kuongelea hii maneno ambayo inasemekana kwamba ilianzia South Africa, ambayo ni xenophobia. Na hiyo xenophobia nimeona serikali kupitia mbunge wa Dagoretti akianza kuintroduce hapa nchini kwetu Kenya. Na sisi kama Waafrika tumekuwa wana wa jamii moja. Ndio maana hii xenophobia imefanya timu ambayo ni ya South Africa haifanyi vizuri, maana haina blessings ya watu wa Afrika kwa ujumla. Watu wengi sana wamekasirika kwa sababu ya matukio ambayo yanatokea huko South Africa. Na ndio maana South African National Team haina the blessings ya watu wa Afrika. Inapigwa tu na inaenda nyumbani. Sasa president alioko ambaye ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kupitia mbunge wa Dagoretti ambaye anaitwa nani? Beatrice Elachi, ameanza kuchochea kwa kimbali. Tunamuona kwa 18 akianza kusema maneno ati watu wa Burundi, wa Rwanda ambao pia wanafanya biashara ndogo ndogo tu hapa, biashara ya kuuza njugu, chai, kahawa, sijui, ati wao wasithubutu kufanya kazi hapa na kufanya biashara zao hapa. Ati sasa Beatrice anataka tuwafukuze hapa, ati wananyang'anya watoto wetu kazi. Hiyo ni ukweli kweli? Hiyo ni haki kweli? Kuna South African president ambaye anaitwa Samora Machel alisema kwa wakati fulani kwamba siku moja mkiona nikipigwa picha na hao wazungu na nipigiwa makofi, mjue kwamba tayari nimewasaliti. Saa hii naona watu wa two term wanampigia Ruto makofi sana, ati kwa sababu Ruto amepewa nafasi ya kuenda G7. Ati anajua kizungu sana kuliko watu wengine. Ati sasa anaongea kizungu mingi sana kuliko kila mtu. Nikiwaambia tayari huyu jamaa amesaliti Kenya na Afrika, wengine wanasema Ruto ni mzuri sana, ati ni two term. Mimi nasema ni one term kwa sababu ako na usaliti ndani yake. Mbona yeye ndiye awe mtu mmoja tu Afrika mzima awe na kipindi, mtu mmoja tu awe na nafasi ya kwenda G7? Kwani hatuna PLO Lumumba? Huyu Ruto anaweza ongea kizungu kuliko PLO Lumumba? Huyu Ruto anaweza kuongea kuliko Profesa Nyang'nyo? Huyu Ruto anaweza kuzungumza kizungu? Huyu jamani one term. Mimi nakwambia ukweli, ni one term mapema nyumbani, kwa sababu ameanza na anajua ni one term, na ndio maana anaenda kujipendekeza kwa wazungu apigiwe makofi, ati akidhani ati wanaenda kumsaidia kuiba kura. Ati wazungu wanaenda kumsaidia wale wa G7 wa Faransa au sijui nani, ati kwa sababu wanasema ati sava iko huko Faransa. Ameanza mapema.
Ameanza mapema mbinu za kuiba kura kutumia wazungu. Sisi tunasema wewe Ruto, raundi hii hata utangulie huko kwa Wafaransa mali nasikia sava iko. My friend, Wakenya ndio wanakupiga nyumbani mapema express ugoi. Mapema kabisa, ni one time. Umeanza na Beatrice Elachi hapa nasema ati wa Burundi watu ambao tunaishi nao vizuri. Badala uweke mikakati na mipango ya kuajiri watoto wetu na kuwa encourage wafanye biashara ndogo ndogo, wewe umeanza kuona chuki na watu wadogo, watu wa Burundi. In fact, watu wa Burundi juzi tuna wa Rwanda walikuwa na genocide. Hao watu sisi ndio tunakuwa watu wa kwanza kwa support katika ili warudi tena katika viwango ambavyo sisi tuko. Lakini sasa Beatrice Elachi badala yeye atengeneze Kawangware, atengeneze sijui wapi, yeye Dagoretti huko, yeye ameanza kubishana na watu wa Burundi na kuambia ati waende kwao. Ati sasa wale watu ambao wanajenga manyumba ati wanaenda kufukuza hizo site, wanaenda kuzifunga. My friend, tuliwaona kitambo. My friend, tuliona mkiona Karen Nyamu anapiga mtu wetu, mtoto wetu kama wa Kisumu ambaye ameanzisha biashara yake. Mbona Elachi hajamtetea? Hatujasikia Elachi akimtetea kama wa Kisumu. Kama kweli anapenda sana Wakenya venye anadai, mbona hajaenda kumtetea kama wa Kisumu na ile biashara yake? Mbona Ruto anataka Waafrika wenzetu wakuwe na chuki na Kenya, na hiyo hatutakubali. Ati anajipendekeza kwa wazungu, sijui G7, sijui anataka kuweka sijui nini ya Nanyuki, sijui anataka kuweka sijui inaitwa na nini hii Ebola. Hii ni mikakati tu Ruto anaweka ati aibe na. My friend, nyinyi watu tamuache madharau bwana. Sasa hii mumeanza kugawanya watu kwa misingi ya kikabila, mnasema ati Matiang'i sijui wako na namba sijui 40 sijui what thousand. My friend, hata museme kwamba Wakisii ni wachache, tuko taifa moja. Hatujawahi sikia ati sisi wale ni Wakisii wako na kura sijui ngapi, wale ni Wakamba sijui wako na kura ngapi. Sisi ni Wakenya, na Wakenya walimweka uongozini, wamechoka na yeye, maana kila saa yeye anapaa mbinguni huko na mandege kwenda kufurahisha Wafaransa mali nini sava nasikia ziko huko. Ruto wewe, haki ya Mungu, wewe ni one time my friend.